Mlango wa namba 19. Ayubu mlango wa namba 19. Ingeliomba usonge mpaka mstari wa namba 25, 26 na 27. Kichwa cha ujumbe huu mfupi sana inanena hivi: kuongelesha jambo lolote lile ambalo limekuwa ni gumu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kuongelesha jambo lolote lile ambalo limekuwa ni gumu kwako. Kuongelesha, sijui ni yapi ambayo umepitia, lakini katika ibada hii, jamani, ninaomba Bwana akupe upako. Kuna watu tuko na wao mahali hapa hawajijui, lakini baada ya ujumbe huu ninaomba Bwana akusaidie ujijue. Kuna watu hawajielewi, lakini ninaomba baada ya ibada hii Bwana akupe nguvu na uweza wa kujielewa. Kwa kifupi, nataka watu kama wawili hapa ama mtu mmoja inatosha. Niletewe tu mesa hapa, ama niletewe hapa, lete tu kiketi, na ninaomba chukua hizo ambazo ziko hapo. Weka hapo. Wacha tu ikae. Na ninaomba Reverend Simon kuja hapa. Natangaza ya kwamba ile ni hoteli. Sema ile ni hoteli. Na hoteli inakuwa na nani? Inakuwa na mteja. Nataka kaa hapo, wewe ni mteja. Na ndani ya hoteli ni nani anakuanga? Waiter. Hebu sema kwa sauti, anaitwa waiter. Na waiter ataweza kuwa mtu yeyote yule, lakini yeye anaitwa waiter. Sasa inataka mama moja mrembo sana, lakini yeye anaitwa waiter. Na ndani ya hoteli kuna mahali ambako inasemekana hakuna ruhusa ya kuingia. Wapi? Hapo. Siko hivyo. Na kuna watu wanakuaga mahala pa. So inataka waiter kuja hapa, my friend, Madam Pamela. Sasa kuja hapa, wewe ni waiter. Wewe simama tu hapa, simama tu popote pale mama. Lakini yeye ni nani? Waiter. Wakati mteja ako mahali hapa, akiona kana kwamba watu wanakawia, wanasema waiter, ama anagonga nini? Yes. Waiter, kuja sasa waiter mara hapa. Ile kitu anasema unataka nini? Sawa sawa. Unataka nini? Huyo ni waiter. Naye waiter, kuna watu wako huko
ambao ndio wanamsafu ili wapate kusafu mteja. Katikati ya mteja na waiter ni nani mwenye mamlaka? Hebu sema kwa sauti, unasema ni nani? Ni nani mwenye mamlaka? Ni mteja, kwa sababu anaulizwa unataka nini. Sawa sawa. Waiter, ninataka utaenda huko nyuma ili ulete nikukuita, ninakuita. Waiter, sasa ndiye huyo, ninataka maji. Enda uniletee maji. Wende huko nyuma uniletee maji. Sawa sawa. Hiyo ni majukumu ya waiter, kulete nini? Maji. Hebu mko maji, mwambie nifungulie hiyo maji. Mimi sitaki baridi. Enda uniletee warm. Si unaona vile ambavyo anavyojitetea ili apate kibali. Sema wewe, hii glasi ni chafu. Ni chafu. Asante. Siana shukuru. Waiter, inataka matunda. Enda huku ndani ulete matunda. Waiter, lete nini? Matunda. Waiter, umekawia. Kawia sana. Inaomba utafute kisu na sahani. Sasa nenda wapi? Anaharibu picha. Wacha anaonyeshwa. Mwambie nikatakatie hii matunda. Waiter, nikatakatie hii matunda. Osha kwanza. Wewe ninataka ukae hapa. Chukua Biblia yako wewe. Chukua Biblia yako na ukae hapo. Wacha kutembea tembea. Kana usimame hapo. Wewe si waiter, wewe ni mhuduma. Haraka jamani, kwa sababu ya muda. Asante. Serviette, leta serviette. Mwambie thank you. Rudi tu pale waiter.
Nataka uangalie jambo hili ili ujijue wewe ni nani na penye ambako Bwana ameamua kukuweka. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mteja, huyu ni waiter, lakini mteja ako na mamlaka. Ni lazima awe na maamurisho. Weka andiko hilo tafadhali, Proverbs 18 verses 21. Nataka usome kwa mahala pale, tukiongozwa na Reverend Anastasia. Inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Hebu tangaza hivyo, mauti na uzima uko katika uweza wa ulimi. Pia yake inasema namna gani? Na wao waupendao watakula matunda yake. Jamani, huyu ni mteja na neno linamwambia mauti na uzima umo katika uweza wa ulimi wake, na wale wanaopenda ulimi wanakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Kabla niingie kwa maandiko, mwaka huu wa 2026 Bwana anaachilia uweza, mamlaka chini ya ulimi wako, na katika kuachilia huko, wewe ongea na utapokea. Ni nini unahitaji? Wewe kwa sababu Bwana ameachilia upako huo. Wewe command, wewe itisha, wewe amurisha, na itakujilia katika jina la Yesu. Wapendwa, mateso tumeaga kwa heri, kwa sababu ahadi za Mungu ziko mahala hapo. Wewe wa ufalme wa Mungu, wewe si wa kulaaniwa, wewe ni wa kubarikiwa. Chochote mtumishi alisema niletee, kile ambacho hakukufanya alisema rudisha. Utakapoletewa lolote lile ambalo si tarajio lako mwaka huu wa 2026, kata. Sema namna gani? Rudisha. Amen. Ukiletoa mambo fanya nini? Rudisha. Ukiona halifai fanya nini? Rudisha. Kwa sababu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na achilia uweza huo ndani mwako, siku za mwaka huu, majuma ya mwaka huu, miezi zalia. Bwana akupokeleshe haja za moyo wako. Mtabia na achilia uweza na mamlaka. Ile kazi unafanya ukiona ni mbaya, kata. Fanya nini? Rudisha. Maisha ya aibu, niko serious. Maisha ya aibu, wakati waiter anakuletea, fanya nini? Mwambie rudi naye. Vita na furugu za kila aina, Bwana amekupia uweza. Bwana amekupia uweza. Bwana amekupia uweza. Ile hali ya kuchekelewa
usiipokee. Kubaliana na mimi. Na kwa sababu wewe ni mzuri, fanya yale Bwana anakumarisha, anakuambia ufanye. Na wainua kanisa la Mungu, na watukuza kanisa la Mungu, na wasongesha karibu na Mungu. Pokeeni mamlaka ya kuamuru ndani mwenu, mikononi mwenu, katika jina la Yesu. Sasa unaweza kuketi, lakini nataka ujijue wewe ni nani. Tupea andiko letu sasa, dakika kama 5 hivi tunamalizia. Kitabu ni cha Ayubu. Sasa sio hiyo, unaweka ilikuwa ya Proverb. Okay, sawa. Amen. Sasa nataka tuongozwe na huyu mama kwa hiyo mistari ambayo inabeba uweza huu wa kuongelesha lolote ambalo limekuwa ni ngumu kwako. Mama, hebu tuongeleshe. Hebu simama tu na miguu yako jamani. Dadi hana maneno mengi ya kukuambia. Lenye lililomo ni ya kwamba ujue kwa ulimi wako umebeba mamlaka. Na sasa neno la Mungu linasema namna gani? Hebu tutanena tu nyuma yake. Nasema namna gani? Lakini mimi najua ya kuwa. Hebu semeni hivyo. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi. Lakini pasipokuwa na mwili wangu, nitamuona Mungu. Nami nitamuona mimi nafsi yangu. Na macho yangu yatamtazama. Wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Na macho yangu yanamtazama. Inatosha. Hayo ndio maneno yale Bwana ameniambia nikuletee. Watetezi tumekuwa na wao, lakini wanafika mwisho. Jobu anasema mteteaji wangu ako hai. Na yeye anajua kuna wema na mema atakayaona kabla ngozi yake haijaenda kwa mchana. Na kwa sababu tu ya imani hiyo, alikuwa na uweza wa kunena, naye Bwana anafanya. Na ajili ya upako huo, na ajili ya kibali hicho, Bwana akujalishie.